Kusoma hakuna shida, lakini Mungu awasaidie pia na mimi anisaidie. Sasa tunasema anatupatia devoir ya udomsile, nafaa tunayua kuisoma. Kubanga batuwadde ekyokulabirako tugezeko kubeera nga tukola ki kukitukiriza. Basi bila kuchelewa tutasoma ile kitabu ya Waebrania 4. Tetuludde tujja soma mu Waebrania 4. Tutaanza kule mstari ya 12. Tujja kutandika ku lunyiri olwe 12 na 13 gisi ilivyo kwa ile siku. Kutandika 13 okuja waggulu. Waebrania 4. Amen, nashangilia neno la Bwana. Ambia macho yako isilale na masikio yako isikie. Mwovu asiweke mdudu wa kukulalisha. Neno la Mungu iko natuambia hapa Waebrania, inasema neno la Mungu ni hai, lenye nguvu na ukali kupita ukali wa upanga, unaokata ngambo mbili. Ngambo mbili namna gani? Iko sagisi mimi niko nazungumza na wewe, ile neno haiende kwako tu, inakuya pia na kwangu. Ndio maana ni upanga yenye nakata ngambo mbili, inaenda mbele na inarudi nyuma. Sasa niko nakwambia uache dhambi, na mie ile neno naniambia na mie pia nifanye nini? Na mie niache dhambi. Ndio maana ukali yake inakata ngambo mbili. Obukambe bwacho busala side zombi. Na nasema hivi pale kuendelea, nasema nagamba wati, inasema hii neno sai kuna kata ngambo mbili hivi. Ekigambo kino kiwa kisala side zombi. Inasema ni nyepesi nyangu kufahamu mawazo na makusudi ya moyo. Okutegeera ekigendererwa ile neno linaweza kutambua kinyi kiko ndani ya roho ya mtu, na yenyewe kuna waza neno ile iko nalifunua wazi. Amen. Kwa 13 yake nasema hivi, hakuna kiumbe kinachofichwa mbele yake, lakini vitu vyote ni utupu na kufunuliwa mbele ya macho yake. Kila kitu kinye tunafanya mbele ya neno kiko wazi, kinaonekana wazi, hakiwezi kufichama. Unaweza kuwa na maneno mroho yako, lakini Mungu kunaiona wazi. Makusudi yako Mungu kunaiona wazi, haifichame, hapana. Na yote inafunuliwa mbele ya Bwana. Ndio kusema mbele ya Bwana hakuna siri. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno hili kigambo kino ni Yesu yeye peke. Yesu yeye kenyini. Na hii neno kama linakuwa hai ndani yako, manake ule Yesu ko hai ndani yako. Watu wanaweza kusema Yesu yu, watu wanasema hai. Kama iko hai, haiko hai juu muhewa, hapana. Iko hai ndani yako, na iko hai pia ndani yangu. Alimunze mulamu. Neno hili kama linakuwa hai, ni juu hili neno lina nguvu, na hili neno linaambatana na Mungu, na hili neno linavuvio wa Roho Mtakatifu. Hii neno linabeba vile vitu yote vitatu. Ndio nakuta wengine wanagabula Mungu, wanasema kuko Mungu Mwana, kuko Mungu Baba na Mungu Roho Mtakatifu. Lakini huyu Mungu iko yenjo neno. Neno yeye likaa ndani ya wanadamu. Neno yeye lilifanyika mtu. Kwa kuhakikisha kama hii neno ni Mungu, utaikuta pale ndani ya Yohane 1:1 mpaka 4. Utakuta iko nafunua hii neno gisi ni nuru,
na hii neno hii nuru giza haiwezi kuishinda, lakini nuru inashinda giza. Bwana Yesu asifiwe. Hii neno wakati unaolisoma na kuliamini linakuwa na matokeo ndani ya maisha yako. Amen. Sasa unasoma hii neno, sasa unaliamini, linafanya kazi ndani ya maisha yako. Lakini kama hautaamini hili neno, haliwezi weza kuwa na uwezo ndani ya maisha yako. Ndio maana hii neno inaomba uliamini. Ndio maana imani ya mtoto ya Mungu inahitajika. Usiruhusu imani yako icheze. Usiruhusu kitu kiache imani yako icheze. Jikaze imani yako ikuwe nasimama. Hata ukutana na shida namna gani, we imani yako ile tu, ambia Mungu, Baba nisimamishe, Baba nitie nguvu. Juu kama mimi naregea hapa, hii neno halitakuwa na uwezo, halitafanya kazi ndani ya maisha yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Neno linakuwa na uwezo ndani ya mtu. Sasa unaamini lile neno na unalitumikia, na pale linafanya kazi ndani ya maisha yako. Ndugu yangu mpendwa, inafaa unaamini hili neno, na neno lipurke likuwe hai ndani ya maisha yako, na juu litende ndani ya maisha yako. Inafaa ukuwe na imani. Bila imani neno haliwezi kufanya kitu. Nabii Isaya iko nashuhudia maneno hii mu Isaya 55:10. Na iko nafananisha hili neno saa mvua. Anasema kisi mvua inapotoka mbinguni na theluji inaposhuka ineje, inaanguka kuudongo, na sasa inaanguka kuudongo, inaotesha mimea, inachipukiza mimea, ili mwenye alilima avune, na mwenye atavuna apatie pia, na mwenye kukula naye apate chakula kukula. Amen. Isaya 55:10 yake na 11. Ili maversi zote ziliandikiwaka, kama ulisoma nadhani haitakuwa complicated. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Isaya anasema ni neno la Mungu iko sawa ile mvula, haiwezi kukosa kuotesha mimea, ili mwenye alilima na mkulai wote wapate chakula. Unao mkulai ni nani? Ni mie na wewe nye hatuendake kushamba, hatuye uchoko ya jembe. Na siye tunatumikia pesa tunapata kuuza, siye wakulai tunakula kuchakula yenye mkulima alilima. Amen. Ile verse ya 11 iko naeleza wazi ya Isaya 55:5. Iko naeleza gisi mwenye alilima ule mwenye neno la Mungu kama linatoka haliwezi kurudi kama halikutimiza mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Njoo kusema weye roho yako iko sawa sawa na ile neno. Mungu nasema neno la Mungu ni mbegu. Roho yako iko saa ile shamba. Saa ile neno linaanguka pale kwa roho yako, halitatoka bure kama halitimize mapenzi ya Mungu. Amen. Njoo kusema ile neno kama unalipokea na kuliamini, itafanya kazi ndani ya maisha yako. Haliwezi kukosa kufanya kazi ya Mungu ndani ya mwanadamu. Neno la Mungu halishuke bure. Lina makusudi ya Mungu, linabeba makusudi ya Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu mpendwa,
Mungu akituma neno yake halirudi bure. Kwani neno hili linaongea. Na hili neno lina uhai. Na hili neno linabeba wokovu yetu. Na hili ndani ya hili neno muko uponyaji. Bile vyote kuvifikia inafaa kuamini. Inakuomba imani. Pasipo imani hakuna kinye unaweza kujiwezea au kinye unaweza kufikia. Amen, eh? Ambia sema Mungu Baba uniongezee imani. Gamba Katonda akujjoza okukkiriza. Wengine hawataki kuongezewa imani. Sema Baba niongezee imani. Gamba Tata, juu pasipo imani siwezi. Kubanga watali kukkiriza. Pasipo imani hasiwezi kufanya kitu. Sina kyesobola kukola. Yesu juu kuelewesha mwanadamu hii mambo ya imani haikukuwa rahisi. Ndio maana Yesu alifundisha kama wanafunzi wake mifano mingi. Akawaonesha tu juu ile imani ndani ya ile Marko 11:24. Anasema kile kinye ututaomba kwa kuamini. Icho che tunasabanga nga tukkiriza. Tuamini kama tumekipokea, kimefika ndani ya mikono yetu. Sasa unaomba, amini tu kama Mungu amefanya nini. Amesha kupatia kisha. Amen. Lakini mara nyingi tunaomba, emirundi mingi tusaba tugwamu essuubi. Kinye unaomba kwa imani, amini kama kisha kwa kyako desha. Na ile ndio imani ile kunatuambia. Unaamini kitu kinye hakionekani lakini unahakikisha kama deja kimekuwa. Amen, eh? Ukaangalia ile Mathayo 12:21. Yesu kunasema nini? Anasema tuwe na imani inye haina mashaka. Imani inye haitingizike. Na kama imani yetu haikuwa na mashaka, kila kitu kinye tutafanya, kile kitu kitakuwa deja mu possession yetu. Tena nasema haiko neno ile tu. Haiko ile mlima tu njo yenye tunaweza ile miti tu njo tunaweza kunini. Haiko ile. Lakini anasema haiko ingine na mulima pia. Mutambia na kilima ende mu bahari na nenda kwa bahari itafanyika. Jinsi wewe utasema kama kuna imani. Amen, eh? Ndio kusema mamlaka yenye Yesu anatupatia tunaipata ndani ya neno lake kwa kupitia imani. Na ile imani tukiipata kabisa ndani na kushika ile neno, inazalisha nguvu ya kupokea. Wakati tunaomba Baba yetu wa mbinguni, anatenda kupitia ile imani yeko ndani yetu, na inazaa kitu tunakipokea kwa mikono yetu. Yesu anasikia njala. Yesu naulire njala. Mwile Marko 11 tu. Obosomye mu makao 12 wakana pa 24 26. Akiza sikia njala, anaona muti. Anatamani kupata matunda kwa ile miti. Anaenda mbele ya muti, anakuta hakuna matunda. Biblia inasema kalani. Lakini ukasoma pale kwele katuze, Biblia inasema haikukuwa wakati wa matunda. Yesu unasa Yesu alikuwa hakuna kama alikuwa wakati ya matunda. Oloza Yesu yeye alitalaba nti cyali kiseera kya. Ilikuwa period ye miti haingekuwa kwa matunda. Cyali period lakini Mungu Yesu akasema mtu hata kula matunda kwa hii. Atena agama ti omuti. Asubuhi wanaambia sasa hii miti neto liddamu kufuna kibala. Imekauka Bwana. Ate omuti ogwo gwakala. Yesu anawaambia unaona gisi nakauka ile miti. Na nyie naffe mukiomba kwa imani. Wosaba mukukiriza. Njoo kusema nini? Yesu alikuwa anabaonesha Yesu yali abalaga bakwe tu na imani. Babere no kukiriza. Imani nye haina masito. Okukiriza imani nye hawezi mte.
okutainako kuyuga unaombea kitu lakini unasema eske Mungu osabira anasikia? ekintu nogamba naye ddala Katonda akiwulidde ng'olinamu Unaanza ile maeske notandika okubeera naye kweli Mungu alisikia. ddala Katonda yawulidde. Na mwovu anaweza kuletea pale maisingi za kuanisha kisi Mungu Ate akusikia. sitaani Okay, n'atandika Mungu yeye okukuleetera alishasikia. obubonero obubi awo mu kubagirawo. Bwana Yesu asifiwe. Imani zetu Okukkiriza ziwe za kwaffe kusimama imara. kubeere okw'okuyimirira nga Sa imani tekuyuga. yako inasimama, Okukkiriza kwe haitikisike. kuyuga, wekubeera nga tekuyuga, Mungu atakupatia kile kitu Katonda kinye ajja uliomba. kukuwa ekyo kyennyini ky'oba osabye. Ukiendelea kusoma ile maversi ya pale Weeyongera okusoma verse kuile ezo, Luc Mark 11:12 kuendelea mpaka kule mbele, Luka utakuta Luka 11, 11 12 na 10 10 kuendelea mpaka 26. okutandika ku lunyiriro lw'12 opaka 16. Sasa utasoma ile chapitre, Obanga osomye olunyiriro ezennyini, utakuya kuta kuparisi kule versi yake ya 12. oba osomye olunyiriro olwo lw'11 awo, Yesu iko naonesha ile mambo ya imani. Yesu agezaako okulaga abantu okukkiriza. Na utasikia kunaendelea kusema pale kwa 25. Era oba osomye awo mu 25 awo, Akima utaona iko nasema mambo mengi pale, kwa vitu mingi vinyana nasema nga pale. ayina ebintu bingi nnyo byagezaako Anasema juu ya okulaga. kuomba kwa imani, tuko na hakazia tu ile imani. Ng'agezaako okulaga okusaba Nasema mu isa kukkiriza. tunaomba kwa imani Ng'agamba kile nti kinye tusaba tunaombea, mu kukkiriza na kyonna. pale anasema tena juu ya mulima tu. Ng'ayogera ku lusozi, Anasema mulima itatoka. n'agamba nti olusozi Ile olujja mulima kubaawo. nasifia mashida zetu. Olusozi olugaga Anaenda tia kitu kingine ya maana pale kwa 27:6. ate ng'ageza Iko kwogera naonesha pia mu kisi 26 awo, saa unaomba pia ukuwe mtu wa kusamehe. omuntu yenna asaba obeere muntu Kuvenzisi kunaonesha asonyiwa, umuhimu wa kusamehe. nga alaga ekigenero Sababu tunaenda ekyokusonyiwa. kaomba na tuko na vitu kuroho zetu. Kuba tugenda okusaba Vile vitu emikisa, vingi kuroho zetu vinatufungia ng'ate tulina maombi, ebintu, machuki, tulina vitu embalana, ya bulebule nye haina tulina maana. ebintu Inaacha maombi ebitasaanidde, yetu haifiki. ate ne bituleetera Anasema okusaba kinefaa pia kwaffe. kusamehe. Tulina okusonyiwa, Na saa unasamehe ukuwe pia mvumilivu. ate wetusonyiwa Saa uko naomba tubeere kisha kusamehe uyo kusema hapa Mungu atatenda kwa wakati ate wake. omanye nti Katonda ajja kukola mu budde bwe. Amen, eh? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Katonda affe yeebazibwe. Imani zetu Okukkiriza zo kwaffe zitaleta uhai ndani ya maisha kwe kugenda yetu. okuleeta obulamu mu Uhai bulamu ule bwaffe. tutaupokea ndani ya neno la Mungu. Ate obulamu tujja bufuna mu kigambo kya Imani ile Mukama. tatuomba tuamini kwanza. Okukkiriza Tunaamini kwe nani? Yesu Kristo kuwa tubeere nga Bwana na tulina Mwokozi okukkiriza wetu. Katonda Na nti kuna Yesu baraka omulokozi mingi waffe. hatuzipokeake juu hatuyaamini. Waliwo ebintu ebimu bye tutafuna Mungu lwa anapenda kwanza butakkiriza. tuamini Katonda tuamini ayagala tubeere abakkiriza kwa roho na mu kweli. mutima, mu mazima. Hapana ile maimani saa yako na yangu Sio hii. kukkiriza koyina Maimani za okuyugayuga. kusita. Okuyugayuga. Ugali hauna hata uhakika kama ulishakaamini. Toyina ddala kukkiriza nti wakkiriza. Bwana Yesu asifiwe. Nitawapatia margre muda ambaye nitapima kufanya kama nitaweza kupunguza ile Ndaba akaseera kagendedde. ile ushuhuda. Rafiki moya Mukwano gwange omu, alikuwa naenda Tanzania, nikakutanaka na patro wawili. nali ngende Tanzania ne Mmoja alikuwa angali kiana hivi. Omu yali akyali Lakini kiana alikuwa anasema nini? Lakini Lakini Katonda, mimi naona Mungu iko egoist. nenze ndaba Katonda si Mungu yeye anafanyaka, wengine anapafanyaka mzuri abalala bakola na wengine bulungi, anapafanya gisi anataka. ate abalala n'abakola nga bw'ayagala. Sasa tena nyewe mnasema Mungu kuna upendo. Mimi na yeye Mungu iko anafanyaka kenye anataka. Sasa mimi hapa Nze mmanyi Katonda Sihitaji ky'ayagala. kitu. Nze sina kiniitaaga. lakini sasa pengine biko naomba biko na nini? Abalala bali mu kusaba naye ate balina Amen. balina kye balina. Yeye anayua yeye iko na pesa. Yakimanyi nti alina Na kweli akasente. hahitaji, iko na nyumba mzuri, Aina iko na nyumba kazi ennungi, mzuri, iko na aina komesa emmotoka anatumikana na ule ennungi. mwenzake ya Mose. Akola ne mwana Habahitaji Amosi. kitu. Ate nga balaba tebalina Me kye sasa beetaaga. anaambia anashangalaka kuona ule mwenzake Ate yeye alaba oyo munne anapenda Mungu. ayagala nnyo Kwa maombi Katonda. asubuhi anaenda, magharibi Kusaba kuko anaenda aja, kwa maombi. ku- Anakuwa anamwambia sema Mose, Kale unataka yeewaayo tena okusaba. nini? Naye namugamba, naye Huko na Katonda kila onoonya kitu. ki? Unafanya Olina buli kinyo kimu, unataka, okola unatafuta buli tena kimu nini? ky'oyagala, oshegera
Lakini Mungu sababu uko technicien na watu wenye kuba Mungu anabatafutaka munjia yake. Mungu hakumalizaka mali yake. Mungu hakufanya afika alimutiaka kwa estoma. Estoma yenye haishaki. Alishapata madawa na madawa na madawa. Lakini estoma haishaki. Sasa ikafika estoma senda kwa munganga. Munganga anamwambia sema sasa hii estoma yako ishakosa vidonda mutupu. Akamkataza na machakula. Sasa akaanza ogopa kufa. Anaanza naye kwa machumba ya maombi. Aende tu aombewe apate nini uponyaji. Lakini Mungu yeye hakuwa anataka apone. Mungu alikuwa anaangoa tu kitu kimoya, aamini tu, amupokee kuwa Bwana na Mwokozi wake na magonjwa yenu. Yeye anaendelea tu kwenda omba, lakini ya kuamini habiko. Sasa mizigo yake Olie ifikie Dar es Salaam, inaenda fikia Zanzibar. Sasa inafaa toke Dar es Salaam aende Zanzibar. Sana fika Zanzibar, yeko kule nini voyage d'affaires, safari ya kazi. Anangoya mizigo apokee mizigo aende. Sasa wenyewe wanayoma vitu mabato yafaa kudesharge yake, ilikuwa mizigo ilikuwa ndani sana, haba fika wakati ya kudesharge anaona karudia tena Dar es Salaam afanye maturu omwa bakie tu pale. Mubiri mwana kuya jeune garçon anaanza seminaire ya injili pale ko troisième parcelle ya pale. Yeye anabakia munyumba na lala usingizi. Mwenyeko kwake anaenda kusemina. Sasa kusemina anaenregistre le mahubiri. Sana kuya anasikiliza mahubiri pale kunyumba. Na ule kunasikia ile mahubiri. Unaona jinsi Mungu anafanyaga maajabu yake. Siku ya kwanza anasikia mahubiri kwa telefone ya kwenye anaikala. Siku ya pili anasikia mahubiri kwa telefone kwenye anaikala. Siku ya tatu ndio ya mwisho anasikia mahubiri kwa telefone. Sasa kunasikia mahubiri kwa telefone, anasikia mhubiri anamwasema hivi. Anasema ndugu yangu mpendwa, Yesu anaponya magonjwa yote. Hakuna kinyei Mungu anashindwa. Kwake yote anayaponya. Akasema Mungu basi kama unapona, sina mimi uniponeshe magonjwa. Anasema basi nyewe mko kule mwenye hapokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi yake. Atie kidole yule akuye mbele ni muombee apokee Yesu kwa Bwana na Mwokozi wake. Anaanza uhubiri, Bwana Yesu, Bwana fata maneno kunasema ndio. Iko unasema ku telefone. Inyewe kunasikia mahubiri. Na anaanza sema mroho yake bila kufungula kinyo. Baba na mimi nakupokea kwa Bwana na Mwokozi. Leo na mimi naacha maisha yangu mkononi. Ile mahubiri kunasema na anabisema. Anasema nakupokea leo kwa Bwana na Mwokozi yangu. Amini sasa. Ale tia magoti chini, piga magoti yako nikuombea. Na anaipiga magoti apokee kwa ile maombi. Sasa kunapokea kwa ile maombi. Sasa apokee Yesu kwa Bwana na Mwokozi. Pale pale nasikia tumbu yake mnawaka moto. Kitu kinatoka. Sasa kinatoka anakusha kutumbu. Maumivu napotea. Sasa ni nini? Nishangale nipone. Anaita mmoja akasema Moshe, nimepokea Yesu kwa telefoni. Mimi mmoja kapati. Ulikuwa sasa alikuwa anasema mwenye hayapokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi, na mimi nilianza kupokea. Na mimi nikapokea. Mimi nimepata. Nimepona sasa. Anapima kufanya hivi. Estoma inaishi. Anasema basi niambie nisikule wali. Mama nipike kwanza wali. Anapima kula kwa wali. Estoma hailume. Anaanza ruka. Anaambia usini nipeleke kwa ule mhubiri. Banaenda kwa mhubiri anasema Moshe, mimi sikuwa kuseminari. Lakini
Sauli pokeleza watu kwa Bwana na Mwokozi. Na mimi nilipokea Bwana na Mwokozi. Lakini mimi nataka sasa uniombee. Juu na mimi nifanye nini? Na mimi nipokee uzima. Akamwombea. Akisema basi mbele kwanza uniombee. Mimi nataka kwanza nianze tu. Mimi niko malaya. Niko na bibi na watoto 5. Lakini kunyona niona hapa. Ninakuwa na banamuke. Hapa niko na mwanamuke. Lakini unisaidie. Uniombee. Nisikuwe na saliti na bibi yangu. Na mimi leo hiki kitu kitoke juu Yesu asingia ndani ya maisha yangu. Unaona imani yeye amepokea Yesu. Anahakikisha deja kama Yesu ameingia mu maisha yake. Anasema sasa uniombee hiki kitu kisingi yake tena. Nisiendeke tena kumsaliti bibi yangu. Hiki kitu kimenaribishia hata pesa. Asetia magoti chini anamwombea. Sana maliza kumwombea pale. Akasikia nguvu za Mungu. Nauliranga amanyi ga Katonda gamuwamusa. Anasema basi na mimi nataka nagamba kati munange ninokubasa. Sekisho programu. Na mtu wala pale kukosea tu iko pale karibu. Wanamshia wanambatiza. Sawa alimbatizaka akanipigia simu. Ndio yamala okubatiza wanakubire. Teyo. Nimeokoka sasa. Nimeacha kimalaya. Ulikuwa unaniambia ningekumbuka kufanya hivi jambo mbele. Kama nimepona zamani. Lakini kumbe nikaelewa Mungu anapenda kwanza wewe uyue kama yeye iko na umwamini. Uponyaji haiko kitu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa namwambia sasa Mungu anayua siku kakamgulu kataisha. Unaka mgulu kama kaisha ishi. Amen. Kamugulu hakiko tena. Sasa kama kuna ningali naenda hivi kwata ni sababu mwili kisa pengema. Kusema tena irudie kufasi yake inaomba tena muda. Aka kamugulu Mungu alikuwa saniambia sasa kunaenda paozesho. Omba utapozeshwa hapa sasa hivi. Sasa mimi nagusa mgulu wangu yote iko nguvu nasema Mungu nisaidie tu mimi pozo ishi. Kumbe yulu tu. Mimi naona tu basi niko naomba kila siku. Maki Mungu tu atafanya. Si nilionja deja kamgulu. Haingekuwa neema ya Mungu. Unaona kama sasa kumaanisha kwa kilema. Niko naanza kusema basi kama na mimi banilete tu kakinga. Lakini niko naambia Mungu nini? Mungu nisaidie. Nilichezea sana mu dunia. Niliharibu sana watu. Nilikosea sana watu. Lakini siku chache yenyewe ningali mbele. Unisaidie nisikuwe kilema. Na mie nikutumikie mwezi kichache. Lakini nisikuwe mukakinga. Nisikuwe kubeki. Nikutumikie na migulu yangu miwili. Mungu alisikia maombi yangu. Kamugulu kamepona. Asante sana. Basi mimi na regrete bengine habafurahi hata kisi mimi napona. Iko kama nabo ni basosie. Mungu njoo anajua lakini mie nimepona. Amen. Sababu naamini niliamini kama Mungu anaweza. Na neno la Mungu muko uhai. Na hili neno ikiwa tunalitii kwa matendo litafanya kazi ndani ya maisha yetu. Hii neno ikiwa na wewe utalitia kwa matendo litafanya kazi mu maisha yako. Neno kulitia kwa matendo ni kuomba tu Mungu afanye mapenzi yake kwako na wewe utembee gisi yeye anataka. Lakini tunaomba Mungu afanye mapenzi yake kwetu, mimi tunatembea tena na neno la Mungu. Maki hatutii neno la Mungu. Nashukuru sana mahubiri ya mtumishi wa Mungu John ya vendredi. Alisema juu ya kushuhuda. Kushuhudia Mungu haiko tu juu tulipona. Haiko tu juu
Mungu ametupa uzima. Haiko tuju tulilamuka tungekufa usiku, lakini tumepata uzima. Kushuhudia Mungu ni kutangaza kazi kubwa ya Yesu msalabani. Alipigwa, akafufa, akazikwa, akafufuka. Hii ndio ushuhuda ya watoto ya Mungu. Na ushuhuda ingine tutashuhudia, tutatangaza uwezo wa Mungu ndani ya maisha yetu. Tutatangaza gisi Mungu iko nafanya kazi ndani ya maisha yetu. Tutashuhudia matendo makubwa ya Mungu yenye kunafanya kupitia masemi yetu. Amen. Shami niko kisema Mungu basi Mungu aliniponya. Wewe njo ni kunaambia. Mwenye kwa penja na kama Mungu aliniponya. Oyaliye bwero yo Katonda amanyiti amponyeza. Muniambie kama mwenye kunja na kama Mungu aliniponya. Soko muri oyaliye bwero asobola kubanga ategera nti nawonyeza. Amen. Mwenye kwa ujirani yako anajua kama Mungu aliniponya. Achimanyi nti Katonda yamponyeza. Wewe njoo utenda ambia jirani yako. Unasema Daudi mtumishi tokosha kwa kilema, lakini Mungu amemponya. Nasema maki na mimi naweza pona hii kiuno yangu. Kesho atakuya hapa na anakuja tafuta Mungu ule mwenye anaponyaka. Mnaosa mtu kunokuja kwa Yesu juu ya nini? Ba mingi balikuwa nakuya juu Yesu alikuwa anafanya miujiza ya mikate. Wanakuya kula. Na Biblia balisikia gisi wafu walifufuliwa. Na sisi tuende afufue maisha yetu. Na mie niende Yesu afanye kitu mu maisha yangu. Sasa wewe hata usikia pa neno la Mungu wanakuambia Mungu anaponya. Neno la Mungu ndani mko uhai. Wewe unasema basi inaishia kwa wewe. Na jirani utamwambia sema bwana neno la Mungu liko mu uhai. Kupigwa kwa Yesu tulipona. Hauna wakati wa kuambia hivyo. Kisha unasema na wewe unafanya nini? Unatumikia Mungu. Mtumishi alikuwa wazi mahubiri yake akasema tumetumwa sisi wote kutangaza matendo makubwa ya Mungu, kushuhudia maajabu ya Mungu, kushuhudia kisi yule Mungu amefanya nini? Ametokoa. Amen. Paulo kunasema ndani ya Timotheo, kama ndani ya Timotheo, anasema mimi nashukuru Mungu sana kwa kuona niko naambia watu maneno ya Mungu banaokoka. Anashuhudia matendo ya Mungu niko nafanya kupitia masemi yake. Na mimi nashukuru Mungu sababu nilikuambia juu ya Mungu na unaonekana hapa leo kutafuta uso wa Bwana. Nilitangaza ukubwa wa Mungu na ulisikia umeonekana mbele ya Mungu. Ile njoo kutangaza matendo makubwa ya Mungu. Na yeye kuna shuhudia anasema basi nashukuru Mungu sana. Mwenye kuna acha ile neno nyeme naambia mtu na mtu anafanya nini? Anakiwa kutafuta uso wa Bwana. Sasa sie tunasikia kama ushuhuda zetu zote tunazinyamazia. Chose drôle kitu inanishangaza kanjoni. Tuko na barafiki tuine mikoano haba okoka. Tuko na bandugu haba okoka. Mimi tunabambia kitu gani? Wewe okoka. Wewe okoka. Ata okoka yeye. Ajja kulokoka acha. Wewe uliokoka juu ya nini? Juu ulisikia maajabu ya Mungu. Juu ulisikia vinye Mungu anafanya. Sasa wewe hauyamushuhudia vinye Mungu anafanya. Unataka alamuke mkitanda kasema mimi naokoka. Wewe uliokoka namna gani? Mtu samia hapa kwanza. Zo muntu nganze wano. Niliufundishi waka na nikafundishiwa tena na nikafundishiwa tena. Sasa mie neema tu ya Mungu ndio ilinisaidia. Ndio mimi naambia watoto yangu nyie mko na neema. Nyie mnafikia mu vitu nye. Ubanze ndimutukira mu bintu. Hamukusumbukia. Nyie wanawaambia tu muogope Mungu mimi me. Mungu na dute tu baya. Si vingine tulisumbuka. Tuliambiliwa. Tulionywa. Tulikokotwa na masikio. Lakini tunafanya sambla tu. Siku sasa ile neno ulipata nafasi. Siku wokovu iliingia. Unakumbuka kumbe nimekosea.
Hii siku yote nilikuwa. Wewe banakwambia juu stomako ipole kunye maziwa. Lakini yeye unakunywa matate nga yeye. Unalisikia nitaka niambieka nini? Anasema nimeshangaa sana. Mimi tajiri nilikuwa siwezi kula kitu. Sasa nilikuwa natumikia nini? Kati nali nkolera ki? Amen. Mie na wewe. Nze nawe naitwa tuitiddwa okulokoka. Niliwaambia ile maneno ya Paulo kwa Timotheo. Niwapatia nini? Maverse. Mwenye alisoma atafule maverse. Nenda Mwagalatia pale kuko tena ngine maverse pana pale. Ye Paulo kunasema uhai nyeni konayo. Obulamu bwenina. Iko Yesu sababu uko ndani. Yesu Kristo. Haiko mie tena nzo mimi naishi. Atenze sinze mberaho na Yesu abera munsi. Hivi mie na weye tujikaze tuwe na imani inye haitishike. Imani inye haina mashaka. Tuamini Yesu kweli ametuokoa na atafanya kitu ndani ya maisha yetu. Tuamini Yesu hashindwe lolote. Na ile uhai ya neno itazalisha mambo mengi ndani ya maisha yetu. Ile uhai itapata nafasi ndani ya kila mmoja wetu. Ile uhai haitakuwa kwa kitu kimoja tu. Ile uhai itakuwa fasi yote. Kama tunasikia neno la Mungu nasema ndani ya Kumbukumbu la Torati 1:28 inasema tutabarikiwa kwenda na kwenda. Ile deja inaonyesha uhai iko ndani yako. Yesu akishaingia ndani yako na uhai ule unaonekana ndani yako, ukitoka tu hautarudi mikono mitupu. Ukiambia Mungu tu atatenda. Ukisema kitu kitafanyika. Hata mawazo yako, sababu sa Mungu unapata uwezo wa kuwaza kitu juu ya Mungu. Yeye Mungu anaona faida ndani yake. Mungu atakitenda. Lakini mimi na wewe Mungu atendake chochote. Tuko ba egoiste. Tunajitaka sie tu. Wale wengine babakie lakini mie. Na Mungu sana unasema huyu mtu yake huyu mtu haikale tena siku ataelewa. Asoka abeerao. Amen. Neno hili la uhai ipate nafasi ndani yako. Ukubali kuokoka kwa kweli na kwa roho na kweli. Muda inakuwa mdogo lakini nitakwambia kitu kimoja, uende huko na kiwaza hapo. Wewe mwenyewe kwako unabii. Wewe mwenyewe kwako neno la Mungu. Wewe mwenyewe Mungu alishasema kitu kwako. Amen. Mimi nasema nini? Mimi nasema mwenye Mungu alishasema neno kwake. Oyo Katonda kuyagamba ekigambo woyina okubeera ng'okitegezaako. Ili neno litatimilika hakika. Ekigambo ekyo kijja kutuukirira lubeerera. Amen. Kuko ingine bitu waliwo ebintu je binatimilikaka. Ebituukirira vitu vizuri binye Mungu anatamka kwa mwanadamu. Katonda byayatulamu ku muntu. Ukabiamini hata kesho vitafanyika. Obikiriza era n'enkya bitoka. Vitu vibaya ebintu ebibi binye Mungu anatamka kwa mwanadamu. Katonda byayogera ku muntu. Kama hauyakifikia obanga tonnaba kito na hauombe tosabye, unabakia saa mie kusema Mungu anajua kinyatafanya. Unakuwa saa Eli mwenye aliambiaka nasema Mungu wenjo Mungu utayua kinyo utafanya. Ile siku akabote akazaliwa. Amen. Amen. Kila mtu akumalisha imani. Na kila mtu anayua neno ya unabii nye Mungu alimwambia. Buli muntu amanyi obunabbi bwe. Amen. Mungu akubariki. Katonda akuwa omukisa na akutendee mema. Era akukolere ebirungi.